Haleluya, haleluya watu wa Mungu. Niwasalimie nyote kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, mahali popote ulipo, mahali popote utapoweza kusikia ujumbe huu. Siku ya leo nimekuja au Mungu amenipa neema nije kushauri jambo moja kama mtumishi wa Mungu, kama mtu wa Mungu, kwa mtu awaye yote ambaye ataweza kuona ujumbe huu. Kitu ambacho nimeona leo ni shauri kwa mtu ambaye ataona ujumbe huu ni kuhusiana na swala la Mungu. Kitu ambacho nakisemea hapa ni kama kuna biashara unakuwa unafanya, kama kuna kazi unakuwa unafanya, kama wewe ni mkulima unalima, hicho kukifanya sio dhambi, ni jambo zuri, jambo zuri, ila mimi nikuongezee kitu kwa maana mimi ninachokiongea ndo nachokiishi. Kama biashara unakuwa unafanya, kama kazi unakuwa unafanya, kama hizo unalima, hivyo unavyokuwa unavifanya, tengapo na muda baada ya kukifanya hicho kitu, baada kwenda kazini, baada ya kwenda shambani, baada kwenda kwenye biashara, tengapo na muda wa kumshukuru huyo ambaye ni sababu ya wewe kuweza kufanya hiyo biashara kwa siku husika. Kwa maana kama kwa siku unaenda kwenye biashara, kwa siku unaenda kulima, kwa siku unaenda kwenye kazi iwayo yote ya haki, kazi yote ambayo imuumizi mtu mwingine, ukifanya kwa siku kitu kama hicho, tenga na muda wa kumshukuru ambaye ni sababu ya wewe kuwa na hiyo pumzi, ni sababu ya wewe kuwa na huo uzima. Kwa hiyo ina maana baada ya kufanya kazi unarudi unaenda kumshukuru kwa kichache ulichofanikiwa kwa siku husika, kwa kingi ulichofanikiwa kwa siku husika, unaenda kumshukuru. Isiwe tu ukiwa umefanikiwa kingi ndio unaenda kumshukuru, hapana. Hata kichache, siku umefanikiwa kichache, unaenda kumshukuru. Maanake maandiko yanasema tushukuru kwa kila jambo, iwe ni kwa udogo, iwe ni kwa ukubwa, tunamshukuru tu. Kwa hiyo mimi ninashauri kitu kama hichi kwa mtu awe yote, chochote ambacho unakuwa unakifanya, jaribu kutenga na muda wa kwenda kumshukuru Mungu. Jaribu kutenga na muda kwenda kumshukuru Mungu. Yaani upatikane katika eneo la ibada ukimshukuru Mungu kwa uzima, ushukuru Mungu kwa afya. Kwa hiyo mimi yangu ni hayo. Mungu akusaidie kuona maana katika haya. Amen.